kuanzia mwanzo mpaka amalize dini yake. Hakuna ulazima huo, hakuna wajibu huo. Kale dini ndio nzuri, dini yetu ni mzuri kabisa. Faman shaa, anayetaka kulipa dini yake kwa aliyekuwa mgonjwa na aliyekuwa msafiri na aliyekuwa na damu ya haidhi na aliyekuwa na damu ya nifasi, anayetaka swamaha mutatabi'atan, atafunga kwa kufuatana. Anayetaka atafunga kwa kufuatana. Hakuna uwajibu wa kufunga kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini anayetaka atafunga kwa kufuatana. Fikiri nielewa. Faili wa man shaa, na anayetaka farraqaha, atazitofautisha zile siku. Atafunga leo siku moja, kesho atakula, atafunga siku ya pili. Atafunga leo, kesho kuta atakula. Atafunga leo siku moja, pili, tatu, siku nyingine atakula. Hana uwajibu wa kuzifuatanisha. Akitaka atazifunga kwa kuzifuatanisha, akiwa hataki basi atazitenganisha, afunge kama vile nilivyotaja. Limadha? Lianna Allah ta'ala qala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, fa'iddatun min ayyamin ukhra, yule anayekula ambao anastahili alipe qadha, basi kwenye kulipa kwake atalipa katika masiku mengine. Sasa Mungu kataja kwenye masiku mengine, hakutaja Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye kulipa kwenye kufuatana moja kwa moja mpaka malizi, kama vile madada zetu wanavyofanya, kama vile mandugu zetu wanaofanya wanapokuwa wagonjwa au katika usafiri. Fakutlika, katika aya hii imeachwa wazi, wala yuqayyidaha bitatabu'i, wala haikufungamanishwa aya hii kwa kufuatanisha kwenye deni ya yule ambaye anastahili kulipa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haikufungwa, imeachwa open, bimaana kuna uhuru katika kufanya. Waweza ukafunga leo ukaacha kesho. Qala Ibn Abbas asema, la ba'sa, hakuna kosa lolote, an yufarriqa, kuzitofautisha hizi siku, kuziweka mbalimbali, kuzifaridisha leo, kesho kuta, hivyo kuzitofautisha. Wasuila Imam Ahmad an qadai Ramadhan, aliulizwa Imam Ahmad katika kuhusu kulipa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huyo ndio kula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anastahili alipe. Sasa akaulizwa kwenye kulipa kwake, mtu akala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ya mtu alikuwa msafiri ama alikuwa mgonjwa, je, atalipaje? Akasema Imam Ahmad, akasema inshaa farraqa wa inshaa tabi'a, akitaka atazifuatanisha na akitaka atazitenganisha. Imana tuko na uhuru wa kufanya vile ambavyo tunavyotaka katika kulipa al-qadha. Na masala ya pili ya mwenye kulipa qadha kwa yule aliyekuwa na deni ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wujubul qadha ala tarahi, ulazima wa kulipa deni kwa haraka. Ulazima wa kulipa deni katika mtu aliye na deni, masala yanayofungamana na yeye, mwanzo ana ulazima wa kulipa deni kwa haraka. Fi ayi wakati min sana, katika wakati wowote kwenye mwaka tunapoanza hivi, Shawwal inaingia, hapo mtu anatakana awe ni mwenye kulipa, lakini deni yake kulipa ile itakuwa ni katika kulipa ndani ya mwaka, isipite mwaka kuingia katika Ramadhani nyingine. Qalat Aisha, na Aisha asema radiyallahu ta'ala anha, kana yakunu alayya sawm, mimi nilikuwa na deni ya saumu, min Ramadhana, deni hii ilikuwa ni deni ya Ramadhani, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban, sikuweza kuilipa deni hiyo mpaka ikafika katika mwezi
mimi niko na deni. Mbona tuambiwa hapa tunastahiki tuwefanye haraka katika kulipa deni? Na Aisha anatupa habari asema, nilikuwa na deni mimi, nilichelewesha deni hiyo mpaka ikafika katika mwezi wa Shaaban, kwa sababu nilikuwa siwezi kulipa. Kitu gani kiliziwe yeye mpaka kutoweza kulipa ikafikia Shaaban? Asema, shughulun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikimshughulikia mume wangu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nilikuwa nikimshughulikia bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa Mtume alikuwa na mashughuli, alikuwa akishughulikiwa na Aisha radhiallahu ta'ala anha, si kwa kuwa aliweka deni yake hii bila ya sababu yoyote mpaka ikafika Shaabani ndipo sasa nakimbilia kutaka kuimaliza deni yako ya Ramadhani iliyopita. Ramadhani mpaka Shaabani mtu analipa deni. Ikiwa ulikuwa na udharura, basi udharura huo unajulikana katika Uislamu, lakini ikiwa kutakuwa hakuna udharura, ni vema ulazima wa kulipa deni kwa haraka, kwa sababu mwanadamu anaweza akakata roho na akawa amebakia na deni, na deni ya Allah ahaqqu an yuqda, ina haki zaidi ya kufanya nini? Ya kulipa. Lakini al-awla al-musara'a ila qada'iha, lakini lililo bora waliokuwa na deni ya mwezi mtukufu Ramadhani, lililo bora zaidi ni kwenda mbio kuilipa deni walionayo. Deni ya kuwa mtu amesafiri, deni ya kuwa ni mgonjwa, deni alikula katika mwezi mtukufu Ramadhani, basi nasema lililo bora zaidi ni kukimbilia kwenda kuilipa hiyo deni. Ni kaulihi ta'ala, kwa neno lake Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Mungu anasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni, fanyeni haraka mwende mukakimbilie msamaha wa Mola wenu. Fanyeni haraka mkimbilie msamaha wa Mola wenu. Unapokuwa ni mwenye kulipa wewe deni, wewe unakimbilia msamaha wa Allah kukusamehe, kwa sababu wewe ulikula katika mwezi mtukufu kwa dharura tena. Tayeb, wa qawlu anillahu Mwenyezi Mungu alitukuka, yusari'una fil khairat, wanakimbilia katika kufanya mambo ya khairi. Waumini hao ni wale ambao wanaokimbilia katika kufanya mambo ya khairi. Al-Mu'minuna aya 61. Tayeb, masala ya tatu ambayo inafungamana na msafiri, mgonjwa, magonjwa ambayo yanaweza kupoa, mwenye hedhi, mwenye nifasi, hali ya juzu ayasuma nawafil kabla qada'i ma alayhi. Je, inajuzu kwake yeye kufunga saumu ya sunna kabla hajalipa deni aliyonayo? Masala yamezuka hapo, yamefungamana na mwenye kulipa. Je, inafaa mtu kufunga saumu ya sunna kabla hajamaliza kulipa saumu aliyonayo ya deni? Wanavyoni wanatuuliza hivi. Sheikh Al-Azhar anasema, as-sahihu, lililo sahihi kwa muumini, yajuzu, inafaa aliyokuwa na deni ya mwezi mtukufu Ramadhani kufunga sunna kabla ya deni. Asema la juzu hilo, lianna waqta al-qada'i muwassa', kwa sababu muda wa kulipa deni ya Mungu ina ukundufu. Muda ya kulipa deni ya Mungu ina ukundufu. Hapa anakusudia Sheikh Al-Azhar, kuna sunna ambayo iliyowekwa ya somu 6 ni Shawwal, na kuna mtu ana deni ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Deni hii ima ni kwa ugonjwa, ima kwa safari, ima kwa kula, na sababu zinajulikana kwa kula. Sasa anauliza swali, je, inafaa mtu kufunga saumu ya 6 ambayo ya sunna kabla ya kulipa deni ya Allah? Yasema lililo sahihi, naam, yajuzu, inafaa. Kwa nini inafaa? Asema lianna waqta al-qada'i, kwa sababu muda wa kulipa ile saumu ambayo unadaiwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, muwassa'un, kuna ukundufu ambao unaweza ukalipa. Na kama
ni mwezi mmoja peke yake, ikimalizika imeenda, hakuna tena baada ya hapo. Sasa yeye akakusudia akasema inafaa kwa mwenye kuwa na deni, mwanzo akaacha deni, akatekeleza saumu ya sunna ya 6 min Shawwal, kisha baada ya 6 akaingilia akafunga saumu ya deni aliyokuwa nayo. Fikiri mbele baba. Wa hadha alqawl, na kauli hii Uthaymeen asema hivi, wa hadha alqawl, na kauli hii ya kuwa inafaa kufunga saumu ya sunna kabla ya kulipa deni, adhharu wa aqrabu ila sawabi, ndilo ambalo iliyonidhihirikia mimi na ndio ambayo ipo usahihi. Wa anna sauma, na kwamba saumu yake atakayefunga sahihun, ipo sahihi, wala yuthamu, wala hapatikana. Hili ndio ambalo limenidhihirikia mimi. Sheikhul Islam Sheikh Ibn Uthaymeen asema hili ndilo ambalo limenidhihirikia mimi kwamba yaweza ukafunga sunna kabla ya kulipa deni ya saumu ya Ramadhani. Haya, walakinna al-aula, lakini lililo bora zaidi. Kwa hivyo inajuzu kufunga saumu ya sunna kabla ya kulipa deni. Sikiliza, anasema Sheikh al-Azaz, anasema walakinna al-aula, lakini lililo bora kati ya saumu ya sunna na kati ya saumu ya kulipa, lililo bora ayakudhia ma alayhi, kwanza alipe ile saumu alionayo. Kwanza alipe ile saumu alionayo, ile saumu ya faradhi mwanzo asimame ailipe saumu ile. Thumma yasumu nafla, kisha atafunga saumu ya sunna insha Allah akipenda Mwenyezi Mungu. Mambo yako wazi. Tayeb, limadha, kwa nini kwanza afunge saumu ya faradhi kisha alipe saumu ya sunna? Asema liannahu, hakika qad yu'aridhu ma sabaka qawla Abi Bakr